Kama moyo wako una uzito leo, kama una shida usiyoweza kumwambia mtu yeyote, usiondoke, kwa sababu Ijumaa hii Allah anakungojea kwa rehema zake. Alhamdulillahi rabbil alamin, tunamsifu Allah subhanahu wa ta'ala, mwingi wa rehema, mwenye kusikia kilio cha waja wake hata kabla hawajakizungumza. Tunashuhudia ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah, naye hana mshirika, na tunashuhudia ya kwamba Muhammad ni mja wake na mtume wake. Ndugu yangu Muislam, leo ni Ijumaa, siku tukufu, siku ya dua kukubaliwa, siku ambayo malaika husimama milangoni mwa msikiti kuwarekodi majina ya wanaokuja kuingia msikitini. Ni siku ambayo machozi ya mnyonge hayapotei na sauti ya anayelia moyoni kumfika Mola wa mbinguni. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani ya kwamba, na Mola wenu amesema, niombeni nitakujibuni, wa qala rabbukum id'uni astajib lakum. Subhanallah, hajasema nitawapuuza, hajasema mtanisumbua, bali amesema nitakujibuni. Ewe mja wa Allah, kuna dua ulisoma miaka iliyopita bado unaisubiri. Kuna kilio ulicholia usiku watu hawakusikia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alikiona. Kuna maumivu moyoni mwako, labda hata jina lake hulitamki, lakini Allah analijua. Leo katika Ijumaa hii tusimame mbele ya Allah kwa unyenyekevu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, inna rabbakum hayyun karimun yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi ay yaruddahuma sifra. Hakika Mola wenu ni mwenye haya na mkarimu, anaona haya kumwacha mja wake mikono yake ikiwa imeinuliwa bila kumpa chochote. Subhanallah. Je, ndugu yangu, unawezaje kuinua mikono yako kwa Allah na ukose kutarajia jawabu? Basi sasa tuinue mioyo yetu kabla hata ya kuinua mikono yetu. Ndugu yangu, dua ya kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakuomba ewe Allah, kwa majina yako mazuri na sifa zako tukufu, tusamehe madhambi yetu ya wazi na ya siri, yale tuliyofanya mchana na yale tuliyoyafanya usiku. Ewe Allah, kama kuna huzuni moyoni mwetu iondoe, kama kuna madeni yalipishe, kama kuna magonjwa yaponye, kama kuna machozi yafute kwa rehema zako ya Rabbi. Tubariki riziki zetu ewe Allah, tubariki riziki zetu, tuondolee riziki ya haramu na ututoshelezee kwa halali. Ewe Allah, tulinde kwa uovu na watu waovu na majini waovu na macho ya watu wabaya na uovu wa mashaitani. Tuweke katika hifadhi yako isiyopenyeka kabisa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, ndugu yangu, kwamba aqrabu ma yakunu lil'abdu min rabbi wa huwa sajidu fakfiruhu dua. Mja huwa karibu zaidi na Mola wake akiwa katika sijida, basi zidisheni dua. Leo hata kama hujapiga sijida, moyo wako umeinama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani, ewe Allah, usituondoshe hapa bila kutujibu, usituache na maombi yaliyokataliwa. Tufanye tuwe watu wa swala, watu wa Qur'ani, watu wa dua. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ewe ndugu yangu, kama dua hii imekugusa moyo wako, jua Allah amekusikia. Usikate tamaa, Allah hayapotezi machozi ya anayemtegemea. Ndugu yangu, mja wa Allah, kuna watu walilia kama wewe, wakasubiri kama wewe, wakamuomba Allah kama wewe, lakini walipojaribiwa walikata tamaa. Allah anatuonya katika Qur'ani ya kwamba wala msikate tamaa na rehema za Allah. Hakika hawakati tamaa na rehema za Allah isipokuwa makafiri.
Subhanallah. Kukata tamaa si udhaifu tu, bali ni hatari kwa imani. Kama dua yako haijajibiwa leo, basi Allah anakuhifadhi na mbaya, au anakutayarisha jawabu kubwa zaidi, au anakusogeza karibu naye kupitia subira. Kulikuwa na mtu mcha Mungu alikuwa akimwomba Allah kwa miaka mingi, ewe Mola, niondolee shida yangu. Siku moja akasema kwa huzuni, mbona Allah hunijibu? Siku moja akiwa usingizini akaota ya kwamba anaambiwa jawabu lako ni subira yako, kwa sababu kwa subira hiyo umekuwa karibu nami. Ndugu yangu, wakati mwingine jawabu la dua si kubadilika kwa hali, bali ni kubadilika kwa moyo wako. Allah anasema kwamba ala bidhikrillah tatma'innul qulub, hakika kwa kumkumbuka Allah ndiyo mioyo hutulia. Sio kwa pesa, sio kwa watu, sio kwa sifa, bali kwa dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe Allah, kama kuna mtu anayelia kimya kimya, mlinde na aibu ya watu, mpe faraja yako ewe Mola. Kama kuna mama analia kwa ajili ya mwanaye, kama kuna baba anaumia kwa sababu ya familia yake, kama kuna kijana amechanganyikiwa na dunia, wape nuru yako na uongozi wako. Ewe Allah, usituache katika mikono ya nafsi zetu hata kwa kupepesa macho. Tufanye tuwe waja wanaokutegemea wewe peke yako. Ewe Allah, bariki siku zetu za Ijumaa, bariki dua zetu, bariki pumzi zetu, na utupe mwisho mwema ya Allah. Wa ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.